Nilipotea gizani tunaangamiza kwa jina la wanakondoka. Kama nikimchekea Musa atajiamulia mambo. Musa jao, lazima nichukue hatua. Nilipotea gizani imekana na Mungu sahihi. Sawa. Musa. Anasema usijitie maamuzi ya sahihi. Wao unakosea. Fanya kazi na mimi ni kitu ambacho nakuahidi. Unapokuja ujitie. Kama mtu kuja ujitie. Maisha yako yanaenda kuzindika. Nakuahidi. Watu wengi wametumia kazi. Ukiamini kwa bado ni muhimu, lakini mimi nimeamua kuamini. Musa anakukabidhi ofisi na kuacha mahali yako. Fanya kazi kwa moyo wote. Tunaelewana sisi Musa? Niko tayari kufanya kazi. Jumapili sitaweza kufanya kazi. Siku ya Jumapili sitoweza kufanya kazi. Ikimaanisha ni siku ya ibada. Jumapili ndio siku pekee. Ndio weekend ni. Watu wanatoa zao au Jumapili. Ili sema resource ni sema vinywaji. Tukisema Jumapili na kwa nimekwenda. Nitakulipa laki mbili siku Jumapili. Kufanya kazi kwa masaa 8 tu. Nimekuelewa na tutakuongea. Jumapili siku ya ibada. Yaani hata ulipa ndio. Sasa haya ni maisha. Tulia miaka yako mitatu kesho. Utakuwa Musa. Saa fikiria. Hii ni hatima yako. Hakuna pesa nyingi sana kukulipa Musa. Pesa nyingi sana za kulipa Musa. Hey, this is your life. Nipo chini. Nilipotea gizani nikitani imefika. Dhambi zilinifunga sikuona. Uliniita Musa sasa itabadilika sana. Ndio tofauti na zamani, sasa amebadilika sana. Musa na mwana amebadilika sana. Musa unamjua wewe. Musa kabadilika? Ndio kabadilika. Musa huyo kibaka huyo. Huyo unamjua wewe, shabadilika. Musa kanikaba juzi pale kona kwa Musa pale. Yaani Masaidi kanikaba pale juzi. Amina kama kanipigania kila kitu ndio kabadilika. Ila nani Musa?
Umempitia karibu au umemwona nyumbani? Nimesalimiana nani? Naachana nayo jamzoea kiasi kama madamka. Kabadilika. Hawezi kupendeza. Musa kabadilika. Hamna wewe kukutana naye kashabadilika. Oya, yule jamaa tena hamnaye. Hivi ninavyokuambia simu yangu ile hadi leo inaniuma. Lakini huyu hapo huyo. Kama niliwaambia, unaona leo sana nimetupia. Huyo ana plani zake kama. Kama kaa. Kama umetupia leo. Wewe umepoa. Wala aida. Sasa laptop mjini mmoja. Waambie, vipi nenda? Vipi? Wewe nenda. Mbona unataka? Wewe bwana. Mzee amani mzee. Waachana na mimi wana. Vipi? Vijana. Sikiliza. Mimi nakwambia atalia hiyo. Au anajifanya kapendeza leo. Kuna mlio anaenda kuupiga, utaniambia. Utaniambia jioni Kachanza kumuingiza na wedogo kwenye manini yule. Wewe sikiliza. Yaani yule jamaa leo lazima alize. Yaani yule kuna mshindo anaenda kuupiga huko leo. Yule jamaa hana cha kubadilika. Ile zuga ile. Tupia vinguo vile leo, ile zuga. Hapo umeona kama mwema vile. Utasikia, ndio utasikia majibu. Mtu acho alisiaje, sio kwa lugha. Na nema. Vipi? Kuna taarifa zote za Musa? Yaani kuhusu Musa, mimi nashuhudia yupo sana kanisani, lakini simoni kujishughulisha na chochote pale kanisani. Hayupo kwenye vijana, hayupo kwenye kundi lolote. Yaani yupo tu. Sasa sijui hata ana shida gani. Ya mimi mwenyewe simuone, nimeshajiuliza maswali mengi sana. Kwa sababu ikiwa ni kijana ambaye amempokea Yesu, anatakiwa awe na mwendelezo. Awe katika vijana, ajifunze neno, au kulia wokovu kwa ujumla. Ndio inavyotakiwa. Nashangaa kuhusu Musa jamani. Hasimamii kwenye kitu chochote. Ni kijana ambaye wa kuingia na kutoka. Nashindwa kumuelewa. Sasa hicho kitu sio kizuri. Kabisa. Kijana kama huyu anatakiwa alelewe katika misingi ya imani, au kulia wokovu aliopokea. Kwa hiyo tukiwa kama vijana wenzake tunatakiwa kufanya juhudi kubwa sana kumwombea ili aweze kubadilika fanane na sisi. Hata mimi nashauri pia. Tunatakiwa ni mimi na wewe tuunganishe nguvu zetu kwa maombi kwa ajili ya kumwombea Musa. Ndivyo inavyotakiwa. Kwa kweli. Inabidi tuanzishe program ambayo tutakutana hata kanisani au tutakutana hata kumwombea. Unajua Mungu ni mmoja na Mungu anasikia maombi kokote, hata nyumbani pia. Tuunganishe nguvu zetu tumwombee Musa. Na imani Mungu atamsaidia kwa kweli. Sawa. Kabisa. Basi ngoja mimi nikuache, tutaendelea kuwasiliana. Sawa. Poa. Haya, kwa heri. Haya. Ondoa mashaka yote. Achana mambo ya ibada na kupoteza muda. Umri wako na kutafuta maisha Musa. Miaka 10 baadaye utakao mshukuru. Miaka 10 baadaye utakao mshukuru. Sio, unaelewa? Unaelewa ninachokwambia? Unaelewa ninachokwambia? Nakusikiliza. Kazi ni kwako. Nina vikao sasa. Kwa kusubiri wewe tu hapo. Mimi naenda kwenye vikao. Ila kesho asubuhi mapema utaripoti hapo ofisini. Utaanza kazi. Lakini kwa leo utakula chakula hapo, utafanya chochote unachotaka. Mimi na tutawasiliana. Nashukuru sana. Nilipotea gizani, nikitani imefika. Dhambi zilinifunga, sikuona nia. Uliniita kwa jina, ukanionyesha mwanga.
Yesu kaniinua, nikapata uzima. Nikianguka unaninua, nikilia wanisitiri mikono yako. Hakuna nguvu itakayoshinda jina lako, e Bwana. Yesu ni nuru yangu, sitairudia giza tena. Yesu ni ngome yangu, hakuna atakayenishinda. Yesu ni nuru yangu. Nilipotea gizani, nikitani nimefika. Dhambi zilinifunga, sikuona nia. Uliniita kwa jina, ukanionyesha. Musa ana shida gani? Musa alikuwa kijana mzuri, alikuwa kijana mtiifu, alikuwa kijana mcha Mungu, aliokoka, alikuwa anamtumikia Mungu kanisani. Lakini why now? Yupo ni kijana wa mtaani, amekuwa tu ni kijana wa vurugu, kijana ambaye asieleweka. Yaani imekuwaje? Mungu, naomba useme nami kwa ajili ya kijana wako, aweze kukaa tena kwenye mstari ambao umenyooka, maana hapana, sio sahihi kabisa. Sijui hata na shida gani. Ninashindwa kuelewa nimekuwa kwenye fungu gani, maana hapana, inahitajika nguvu ya Roho Mtakatifu ikae tena ndani yake. Mdogo wangu, mambo? Poa. Shikamoo. Baba, ujambo? Jambo. Dada, ninaombea. Wewe umbea gani tena? Dada, unamjua yule mkaka mtaani anafahamika kama Kimason? Namfahamu. Yaani kama sasa hivi anatembea naye, yaani kama rafiki yako. Wewe Musa, wewe unamjua mimi? Musa? Wewe ndio mtu wapi? Huko mtaani kote nafahamika. Wewe Musa unamfahamu mimi? Hapana. Jamani, huyu Musa lazima nimfuate huko. Haiwezekani. Musa tena. Musa, yaani mguu ulikuwa kwako. Habari zenu kwanza? Unaendeleaje? Musa, unaendeleaje? Yaani nimetoka huko nimepata taarifa mpya. Wewe Musa, na matatizo gani? Nimesikia unatembea sana wewe mkaka Filmosi ambaye anajulikana mtaa mzima. Kulikoni? Yaani umekosa kitu gani Musa jamani? Ulikuwa kijana mzuri wewe kanisani. Yaani wewe jamani, una matatizo gani? Mbona unashindwa kuelewa? Ni maisha tu. Ni maisha. Kwani Mungu hawezi kutenda? Mungu alikuwa kijana muombaji wewe. Yaani wewe ulikuwa kijana ambaye umenyooka kanisani kila kitu, lakini Mungu si yupo. Kwa nini imani yako inaanza kushuka kwa ajili ya Mungu Musa? Yote kwa Mungu yanawezekana. Yote kwa Mungu. Yaani nimeshangaa kupata hizo taarifa. Yaani nimeshindwa kuelewa. Yaani Musa huyu wewe Musa. Hapana, sijategemea kabisa. Musa, Mungu yupo. Mungu yupo kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya kila mtu mmoja mmoja hapa duniani. Yaani wewe kuambatana na wewe Filmosi kusaidia nini? Mungu yupo Musa. Yaani hapa mimi mguu nilikuwa naenda kanisani baadaye. Kwa nilikuwa naomba kama baadaye unaweza kuwa na nafasi tuambatane twende kanisani. Kama hutaki basi. Mimi naomba tu. Nimekupa ushauri. Huo ndio ushauri wangu wa mwisho. Twende kanisani Musa. Au mabadiliko yako sijazoea hata kidogo. Wewe ni kijana mzuri sana na ulikuwa umesimama vizuri sana na Mungu. Kwa nakuomba Musa, nenda mbele rudi nyuma, mrudie Mungu wako. Uendelee na huduma yako kama kawaida, umtumikie Mungu. Haya, mimi naenda, lakini ujumbe nimefikisha na sikutarajia kabisa.
Nilipotea gizani, nikitani imefika. Musa, Mambo vipi? safi kabisa. Kataje? Kwani kazi imeisha kule ndani? Hapana, ila nilikuwa na kwa moja jana Jumapili bosi wangu. Kwa nilikuwa naomba. Musa, umeanza mambo zako. Musa. Umeanza mambo yako. Haya, unataka kusema nini? Lakini bosi, unataka kusema nini? Mwanzo nilikwambia kabisa kwamba mimi Jumapili lazima niende Jumadani. Nilikwambia ujifikirie. Au mimi sikukwambia ujifikirie? Sikukwambia ujifikirie. Mambo gani unaanza kuniambia mimi leo? Kwa kama leo Jumapili kuna ibada, mimi nifanye nini? Nifunge ofisi? Nikiuze mimi? Chimsi zote zile itakuwa ibada zile chimsi. Boss, ibada itakula zile chimsi Musa. Musa, usinichanganye. Unanisikia Musa? Tushakubaliana kwamba utafanya kazi. Usinichanganye Musa. Sawa? Musa, huyo ofisini. Ibada haiwezi kumaliza chipsi zote zile. Musa, kanifanyia utani wa namna hiyo. Musa. Njoo. Njoo bwana. Nilipotea gizani, nikitani imefika. Dhambi zilinifunga, sikuona njia. Uliniita kwa jina, ukanionyesha mwanga. Yesu kaniinua, nikapata uzima. Nikianguka. Unajua Musa, mimi nimemfikiria sana kiundani na nimeangalia mienendo yake anavyoenenda. Musa mwanzoni alikuwa amekuja vizuri kabisa katika mambo ya imani, lakini sasa hivi naona kama anarudi nyuma. Ni kweli. Nakumbuka mara mwisho tulizungumzia hilo na tulikubaliana tumuombee kweli Musa, kwa sababu kali siku tunavyozidi kwenda na zile ambavyo mwenendo wake sio mzuri kwa kweli. Sio mzuri kabisa. Mimi naona wakati mwingine tunatakiwa kumjaribu Mungu. Ni kweli. Kwa maombi yetu ili aweze kufanyaje, ili aweze kumkomboa Musa kutoka kule aliko, ili Mungu amsaidie. Mungu aweze kumuokoa, aweze kusimama imara katika wokovu. Ni kweli kabisa, kwa sababu Mungu anafanya na atatenda kwa ajili yake. Na natumaini siku moja tutakuwa pamoja naye kanisani na atashughulika na mambo ya kanisani. Atakuwa ni kijana ambaye amenyooka na imani kuhusu hilo, kwa sababu naamini Mungu anatenda na anafanya katika kila mmoja. Ni kweli. Natamani leo tusimalize hivi, tumweke mikononi mwa Mungu. Kweli kabisa, kwa sababu hata maandiko yenyewe yanasema wakusanyikapo wale watatu kwa ajili ya Mungu na Mungu anahusika katikati yao. Ni kweli kabisa. Naamini tukimwombea Musa hapa tunakwenda kuona majibu yanatokea. Ni kweli. Kwa msingi ni kuwa na imani na kuomba thabiti. Kwa hiyo tunaweza tukamwombea Musa, tukamkabidhi mbele za Mungu ili abadilishe mienendo yake, azidi kuwa sahihi, azidi kukulia wokovu. Tunaweza tukaomba. Tuombe. Mungu Baba mwema mwaminifu, wewe ni Mungu muweza wa yote. Wewe ni Mungu unayembadilisha kila mwanadamu, mfalme wa wafalme. Tazama Bwana, tupo mahali hapa tukiwa na umoja wetu, mfalme wa amani. Nilipotea gizani, nikitani imefika. Dhambi zilinifunga, sikuona njia. Uliniita kwa jina, ukanionyesha mwanga. Yesu kaniinua, nikapata Musa, mimi nitakubadilishia maisha Musa. Angalia toka umeanza kuwa na mimi. Nakupa hela. Haya, tangu umeokoka. Mungu amwe kukupa nini wewe?
Nini Mungu ameweza kukupa? Ni kweli Kabuja ananipa pesa, lakini pesa zake haziwezi kufanya mimi nikaacha kufanya ibada. Siwezi. Niko tayari kuacha kazi kuliko kufanya ibada. Situkubali. Kuna wakati nakaa na watu sijui hata nini nifanye. Nimekosa hata shilingi 500 hata kununua vitumbua nikala mimi mwenyewe. Nilipotea gizani nikitani imefika, dhambi zilinifunga, sikuona njia. Uliniita kwa jina, ukanionyesha mwanga. Yesu kaniinua, nikapata uzima. Nikianguka